Basi sawa. Tuliongelea sana kwa upande wa mahusiano kwa wazungu. Utofauti sasa. Mzungu umeongelea. Utofauti kati ya mzungu na Mwafrika. Mwafrika yeye anakuofa kitu gani yani ambacho unasema kwa Waafrika kuna kitu hiki ambacho kwa mzungu hakipo. Yani hata yule mdada ambaye anatamani kumfuata mzungu ajue kabisa. Na ndio maana tunakuaga na vibenteni. Kusema kweli, mwanaume wa Kiafrika kabarikiwa. Cha kwanza mwanaume wa Kiafrika ni wa moto. Alafu inafiti, inabana, ina tight. Yaani unahisi kabisa hapa niko na mwanaume. Unajua, yani unakuta shughuli imeisha lakini babu bado kasimama, network bado inasoma. Unategemea nini hapo? Kitu ambacho kwa mzungu sio sana. Hakipo. Hakipo kabisa. Hakipo. Mimi nakataa jamani. Anayebisha abishe. Hakipo. Wazungu ni wabaridi. Basi tunafuata zile romantiki zao lakini hakuna mwanaume jamani ni Mwafrika. Yaani unahisi hapa yes. Japokuwa hapo watu wengine weupe wako vizuri lakini kiasilia kabisa wanaume wa Kiafrika yuko very sinsemeje yani jamani ni watamu, ni wa moto, wanabana, inafiti, unahisi unahisi hapa niko na mwanaume. Unajua hajaishi Mwafrika yuko lakini mwanaume wa Kiafrika. Tukisema sanda mkufuru Mungu. Wazungu wamebarikiwa katika makisi marav lakini mwanaume wa Kiafrika yuko vizuri, wa moto, ina tight, unaingizwa uume na mwanaume unajua kabisa hapa nipo na mwanaume. Sasa mwanaume paka kuweke plaster kwenye ulimi dakika 5 ndio upigwi. Kweli, lakini mwanaume wa Kiafrika kama ndio uko na mistimu yako, yani yeye hajamaliza tu kuipeleka yote wewe tayari ushamwaga. Kuna nataka kuniambia kwa mwanaume wa kizungu ni ngumu. Si ndio hiyo paka plaster? Basi umesema ushaikuwa kwenye ndoa. Ushaikuwa kwenye ndoa na mwanaume na mzungu. Na mzungu. Tupe experience kidogo ya ndoa yako na mzungu. Ndoa yangu na mzungu. Tupe experience ya ndoa yako na mzungu. Ndoa na mzungu kwamba yani experience mimi sijaielewa unamaanisha nini kusema experience ya ndoa yangu na mzungu. Na mzungu alikuwa kama ni mapenzi ya kawaida. Yaani inamaanisha kwamba mahusiano yako mpaka mnatengeneza mahusiano na vitu gani ambavyo vilikupelekea labda mkaachana. Yaani nipe hiyo mliishi vipi? Yaani experience ambayo ulipitia wewe na wewe mzungu. Ndio mtangazaji umenikumbusha mbali afu mimi sitaki kulia nishasahau. Nataka nione machozi yako. Tayari pia mwanangu. Nitakufuta. Kitambaa hapo una. Nice. Hana shida. Kusema kweli experience ambayo sitoisahau katika maisha yangu. Ni pale nilipoambiwa kwamba wakati nipo kwao. Hapa sio kwenu, hii sio Afrika na hapa sio Tanzania. Utaishi vile ninavyotaka mimi, utafuata vile ninavyotaka mimi, huna pa kushtaki. Hata aje rais wako, hata uende ubarozini, huna pa kushtaki. Kwa utaishi ninavyotaka mimi. Hiyo nijikuta kama mtumwa, nijisikia vibaya na ndio experience ambayo sitokuja nisahau katika maisha yangu mpaka naingia kaburini. Mpaka inafikia hapo. Shida ilikuwa nini? Ni kauli tu za ni mpishano wa kauli wa hapa na pale. Kuvunjika ni kutokana na kauli yani ninachotaka kujua kwamba kwanza mlikuwa mnaishi nje, si ndio? Naam. Okay. Nadhani ulikuwa naishi maisha mazuri kuliko ambao ulikuwa naishi huku Tanzania. Ni kweli. Kitu gani kilikufanya ukaachana na ndoa yako? Changamoto tu katika ndoa. Moja hapo kama nilokuambia, kitu kingine ndo manyanyaso. Manyanyaso ya maneno. Najua ndugu mtangazaji, hakuna kitu kibaya kama manyanyaso ya maneno. Manyanyaso ya maneno kiaje yani? Yaani unaambiwa kauli za kuvunja moyo na kukunyima amani. Hata pale ulipokuwepo pia unakosa amani. Kwa hiyo yani na hata kupigwa pia. Wanapiga pia? Eh. Wakati umefanya nini? Mkangamo tu hapa na hapo.
Yeah, hivyo. Funguka, umesifia kwamba ni watu ambao wako romantic sana, wana mapenzi ya dhati. Inakuwaje tu ukapigwa bila sababu? Au kuna manyanyaso ya kingono ambao ushawahi kukutana na? Manyanyaso ya kingono nishakutana nazo, lakini mimi nilikuwa nachukulia kama changamoto tu za kawaida. Lakini pale zilipozidi nikaona sasa mimi ngoja nifichue makucha yangu. Nilipofichua makucha yangu ndo na yeye akaanza kujionyesha zaidi kwamba yeye ni mtu wa namna gani. Manyanyaso ya kingono uliowahi ku-experience ni kama vipi? Ushawahi kufanya kitu, unaambiwa ufanye kitu ambacho wewe katika hisia zako hakipo, ila inakulazimu ufanye hivyo kwa sababu. Ni kitu gani hicho? Na ilikuwa sababu gani? Mimi kusema kweli, mimi katika maisha yangu toka nimeanza sijui kupata bale ya kike, mimi nilikuwa sijawahi kusakiwa huku chini. Kwa hiyo niko nahisi kama vile atatoka na kinani changu, kidude changu. Kwa hiyo ni shida sana. Hilo kweli? Ndugu mtangazaji, ni hivyo, ni kweli. Ni kweli kabisa hivyo. Sucking? Sucking tu. Hivyo tu. Hicho ndio kinitia sana uoga. Lakini wazungu ni wanaume wazuri, wazungu hawana shida, wazungu wako fresh kabisa. Wazungu ni rangi tu, lakini hawana tofauti na Afrika. Sisi wote ni wamoja, different color, one people, ila tumetofautiana tabia. Kwa mimi nilichoshindwana na mume wangu ni tabia zetu. Mimi na yeye tabia zetu hazikuendana. Okay, tuseme asante. Asante na shukuru. Kucha yangu, nilipofichua makucha yangu ndo na yeye akaanza kujionyesha zaidi kwamba yeye ni mtu wa namna gani. Manyanyaso ya kingono uliowahi ku-experience ni kama vipi? Ushawahi kufanya kitu, unaambiwa ufanye kitu ambacho wewe katika hisia zako hakipo, ila inakulazimu ufanye hivyo kwa sababu. Ni kitu gani hicho? Na ilikuwa sababu gani? Mimi kusema kweli, mimi katika maisha yangu toka nimeanza sijui kupata bale ya kike, mimi nilikuwa sijawahi kusakiwa huku chini. Kwa hiyo niko nahisi kama vile atatoka na kinani changu, kidude changu. Kwa hiyo ni shida sana. Hilo kweli? Ndugu mtangazaji, ni hivyo, ni kweli. Ni kweli kabisa hivyo. Sucking? Sucking tu. Hivyo tu. Hicho ndio kinitia sana uoga. Lakini wazungu ni wanaume wazuri, wazungu hawana shida, wazungu wako fresh kabisa. Wazungu ni rangi tu, lakini hawana tofauti na Afrika. Sisi wote ni wamoja, different color, one people, ila tumetofautiana tabia. Kwa mimi nilichoshindwana na mume wangu ni tabia zetu. Mimi na yeye tabia zetu hazikuendana. Okay, tuseme asante. Asante na shukuru.